Yes, kilichokuwa kimemuua au ni mwinjilisti au ni mwalimu unayemwona leo anahubiri au ni mchungaji anayehubiri leo, awe sasa hivi amepata nafasi ya kuwa askofu, na hata ukiangalia hawa tuzungumzie mapapa nani, tuzungumzie watu ambao leo wameokoka, wamempa Yesu maisha, wanaishi maisha yale ambayo tunaamini Mungu anapenda amuone mwanadamu akiishi hivyo. Hawa wote waliokuwa sasa hivi wako sawa, wahubiri wa Injili, walimu wa neno la Mungu, hawa wote zamani zile walikuwa wafu kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni kuchaguliwa. Yani inatokea kitu, unapewa zawadi ambayo wengine wanaitamani, lakini wewe tu peke yako ndiyo unaipata hiyo zawadi. Na hapa ndipo adui anapoinuka. Sikiliza, unapopendelewa kwenye hiyo ofisi, kuna adui anaweza kainuka akaja kukushambulia, akapeleka maneno ya uchochezi ya uongo kwa bosi wako ili uweze kutolewa kwenye hiyo nafasi. Na kinachosababisha watu wakuchukie ni neema uliyoibeba, ni neema ambayo Mungu ameiachilia kwako, ni kipawa ambacho Mungu amekiacha kwako. Kwa hiyo my friend, acha nikwambie, tunaishi kwa neema. Kama isingekuwa neema, wenda wengine tusingekuwa wachungaji. Kama sio neema ya kuokolewa, wenda wengine wasingekuwa walimu leo. Kama sio neema ya kuokolewa na Yesu, wengine leo wasingekuwa watu maarufu. Ni kwa sababu ya neema. Sikiliza, neema ni kuchaguliwa, mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza mkazaliwa familia moja, lakini kwenye hiyo familia moja ni mmoja tu anabarikiwa, ni mmoja tu anajenga nyumba, ni mmoja tu anapata fedha, ni mmoja tu anasoma, ni mmoja tu anapata kazi, wengine hawapati kazi, wenda watatu wanne, au kila mtu anapata kitu ambacho hakishabikiani na mtu mwingine. Kila mtu anakuwa na cha kwake. Kwa hiyo kila mtu anapewa kipawa kwa namna ambavyo Mungu amempa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Neema uiogope na neema uiheshimu. Neema inapokuja, inakuja kwa sababu maalum za kiungu. Mungu hawezi kukupa neema bila sababu za kwake za msingi. Mungu anakupa neema ya kuwa mtu fulani, ana sababu. Amekuchagua, amekuona, amekupenda. Hakuna sababu maalum ambayo unaweza kujisifu wewe kwamba nimechaguliwa kwa sababu zangu. Wenda mimi ni mzuri sana, wenda mimi nina akili sana, wenda mimi nimezaliwa familia ya kitajiri, wenda mimi kwa sababu nina akili sana. Umetajirika eti kwa sababu labda ujanja wako. My friend, nikuambie sio kweli. Kupewa huo utajiri ulio nao ni neema. Kuna watu wanafanya kazi saa hii tunapozungumza, wanafanya kazi usiku na mchana, lakini hawajajenga, hawajanunua magari, wana akili kupita wao waliokaa kwenye ofisi. Umekalia hiyo ofisi, akili yako wala masomo yako, yani cheo chako hakilingani na masomo yako. Elimu yako haiwezi kufanya ukakaa kwenye hicho kiti. Hicho kiti ulichokaa sio kwa sababu ya elimu, umekaa kwa sababu ya neema. Neema, Mungu amekupendelea tu, amekuchagua tu, amekustahilisha ukae kwenye hiyo ofisi, lakini haufiti. Leo tunapozungumza kuna watu hawana hata elimu, hana elimu kabisa, lakini anaajiri wenye elimu, anawapa kazi wenye elimu. Kwa nini? Unaweza kusema wenye elimu walikuwa wapi kutafuta pesa? No, kila mtu anapewa kipawa sawa sawa na neema ya Kristo. Ni Mungu pekee ndio anaachilia kipawa cha kila mtu. Ukiwa na akili, mshukuru Mungu. Ukiwa huna akili, mshukuru Mungu. Kuna kitu Mungu amekiweka ndani yako, ndio maana upo hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimesema ya kwamba neema inaweza ikafa. Neema inaondolewa kwa sababu ya dhambi. Ukitenda dhambi, neema inatoka. Dhambi inasababisha kufa. Kifo cha nje na kifo cha ndani, lakini pia kifo cha uchumi, kifo cha maarifa, kifo cha kila kitu. Yani dhambi imekuja kuchinja. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema
Anasema mwivi haji ila achinje, aibe na kuharibu. Lakini Yesu pale mbele anasema mimi nalikuja ili muwe na uzima, tena muwe nao tele. So tunaangalia hapa kwa ujumla wake kwamba dhambi kazi yake ni kuua, lakini kazi ya neema ni kuhuisha. Vilivyokufa vinafufuka, vilivyozikwa vinafukuliwa, vilivyotupwa vinakusanywa, vilivyoachwa vinarejeshwa. Chochote ambacho kimetapanywa, dhambi litapanya vitu vyako, lakini Yesu anapoingilia maisha yako, vilivyotapanywa na shetani vinaanza kurudishwa, vinaanza kurudi kwenye position, vinaanza kunyooka. Wakati mwingine watu hawaelewi tunapozungumza, lakini kabla hatujawa hivi, kuna maisha tuliyaishi. Tulikuwa ni wafu, watu tunaotembea. Unatembea kumekufa, unatembea huku haueleweki, watu hawakusomi, dunia imekukataa, kila kona ueleweki. Tulikuwa hatuwezi, tulikuwa hatufahamu, neema ikatupendelea, tukahuishwa. Leo tunahubiri, leo tunafundisha, tukikemea pepo linaondoka, tukimwambia shetani ruka kichura na ruka kichura, tukimwambia mchawi ondoka na ondoka. Tunayo mamlaka kwa sababu ya ile neema. Ni kipawa cha Mungu ambacho tumepewa, ni kipawa cha Mungu ambacho Mungu ameachilia kwenye maisha yetu, kiweze kuoperate kwenye hii dunia, kiweze kufanya kazi juu ya nchi hii. Nikwambie tu mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ya kwamba Yesu ndiye anayeleta hiyo neema ya kuwa hivyo ulivyo. Tanzania ni kwa sababu ya neema ya Kristo tupo hivi tulivyo. Kama sio Yesu tusingekuwa hapa tulipo. Ukiangalia taifa la Tanzania lina watumishi wengi wanaoipenda nchi hii, wanaiombea nchi hii. Tunafunga na kuomba kwa ajili ya taifa letu. Ndio maana neema bado inatufunika, ndio maana neema bado ipo. Lakini wakati ambao watumishi watachoka, ndipo neema itaondolewa. Neema ikiondoka, kinachobaki ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Neema ni msingi. Neema ni Yesu Kristo ambao ni msingi wa baraka, ni msingi wa maisha ya mtu, ni msingi wa maendeleo ya mtu. Neema. Hiyo neema usipoteze. Hiyo neema usipoteze. Dhambi inayokushawishi ichukie. Dhambi inayokufuatilia ikimbie. Ikimbie dhambi. Kimbia dhambi, ogopa dhambi. Ninao muda mchache tu wa kuzungumza haya niliyozungumza. Sitakuwa na muda mwingi sana. Nafikiri mpaka hapa nimefika mwisho. Nikwambie, nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi? Ulikuwa mfu kwa sababu ya makosa yako ya dhambi. Kumbe dhambi inasababisha ufe, utakufa. Biblia inasema kwenye Warumi 6:23, nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbe ukifanya dhambi inaleta mauti. Makosa ya dhambi yanazalisha mauti. Makosa ya uasi yanazalisha mauti. Ni lazima jifunze kuacha dhambi. Acha dhambi ili uwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Tukihubiri dhambi wanasema huyu ni mchungaji wa namna gani? Huyu ni mtu wa namna gani? Huyu ni wa wapi? Sikiliza dunia wewe. Sikiliza dunia. Sikiliza dunia. Inazungumza na dunia. Yesu alipokuja alihubiri ondoleo, alihubiri toba. Yohana alihubiri toba. Na sisi kazi yetu ni kuhubiri toba, ondoleo la dhambi. Watu wamkiri Kristo. Kristo ndio leta neema. Tunaokolewa kwa neema. Tuko hai kwa neema. Tumechaguliwa kwa neema. Tumependelewa. Watanzania tumependelewa. Dunia tumependelewa. Tumependelewa kanisa. Lazima turudi kwenye msingi wa neno. Turudi kwenye msingi wa Injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Lazima tuhubiri habari ambazo Kristo alizihubiri. Mchungaji wewe unayehubiri kitu tofauti. Umeanza kuhubiri ujasiriamali kanisani, umeanza kuhubiri biashara kanisani, umeanza kuhubiri kazi kanisani, umeanza kuhubiri ndoa, unahubiri vitu ambavyo havifai. Sikiliza nikwambie, ukisoma kwenye ile Mathayo 6 na mstari wake wa 33, anasema tafuteni kwanza
kwanza, tena nasema tafuteni kwa bidii tafuteni kwanza ufalme. Lazima utafute kwanza ufalme wake na haki yake, ndipo hayo yote mengine utazidishiwa. Mambo ya kupewa fedha ni kawaida, mambo ya kuinuliwa ni kawaida. Sikiliza, unapokuwa na Yesu ndani yako, unapokuwa na Kristo ndani yako, atakustahilisha hata hilo wazo la kufanya ile biashara, yeye ataliweka ndani. Kuna mtu anasema mimi lazima nijifunze kwa waliofanikiwa. Okay, it's fine, wala sikatai, jifunze kwa aliyefanikiwa, lakini mpe Mungu nafasi ya kukufundisha, kwa sababu aliyefanikiwa wenda aliomba Mungu akampa ufunuo wa hiyo biashara. Usitegemee njia aliyopita mwenzako kwamba na wewe utapita utatoboa. My friend, haipo. Kila mtu ana njia yake ya kufikia mafanikio. Kila mtu ana namna yake ya kubarikiwa. Nimesema ni neema inaweza kukubeba ukapita kwenye hiyo biashara ambayo wengine wameshindwa ukafanikiwa. Unapofanikiwa kwenye hiyo biashara uliyofanikiwa, usimcheke mwenzako ambaye hajafanikiwa kwenye hiyo biashara. Ukifika kwenye point fulani umekubalika duniani, usimcheke yule ambaye hajakubalika, kwa sababu njia ambayo unapita wewe sio njia ambayo anapita yeye. Yeye anapita njia yake na wewe ya kwako. Kwa hiyo vile Mungu anavyoweza kukusaidia, ndivyo Mungu anaweza kumsaidia mwenzako. Leo hii tumekuwa watu wa kushambuliana kwenye mitandao kwamba warokole ni wavivu, warokole si wako vipi, sijui watu wapende kufanya kazi. Hakuna duniani mtu ambaye amekaa bila kazi. Kila mtu anafanya kazi. Neema ya Kristo ndio inaamua yupi leo afanikiwe, yupi leo asifanikiwe. Ona watu wengi sana waliofanikiwa wamekuwa mafanikio yao kama ni fimbo za kuwapigia wasiofanikiwa. Ona wao wamenunua gari, basi unaona wasionunua gari hawana akili kabisa. Kifungua duka likainuka, basi unaona wewe umewini, wengine wote hawana akili kabisa. My friend, neema inakustiri wewe. Neema. Labda wewe kama ni mchawi umeenda kuchukua, umeroga, sawa. Lakini kama ni Mungu wa kweli, ni neema imekufunika. Neema. Heshimu watu. Heshimu watu. Usimkosee Mungu kwa sababu ya hiyo neema ambayo amekupatia. Neema mara nyingi huwa inaweza katoka. Hiyo zawadi aliyokupatia Mungu anaweza kaiondoa kwa sababu ya kiburi cha uzima. Umepewa, basi unainuka, unakuwa na jeuri ya uzima, unakuwa na jeuri ya ile neema aliyokupatia. Mungu anaweza kaondoa, anaweza kaondoa. Mkumbuke mfalme Ahasuero. Kama sijakosea, kama sio mfalme, ukisoma kitabu kile kwenye Biblia, kuna mfalme alilewa madaraka. Belteshaza alilewa madaraka. Baada ya kulewa madaraka, akatumia vikombe vya hekalu. Mungu amempa neema ya kuwa mfalme. Mungu amempa neema ya kuwa mtawala. Mungu amempa neema ya kuwa mtu mkubwa. Akalewa madaraka. Akaanza kutumia vikombe vya nani? Vya wapi? Vya kifalme. Vikombe ambavyo havitakiwi. Akatumia vitu vya hekaluni. Kilichotokea, Mungu alitoa ile neema ya kifalme akaiondoa, akamwacha kakaa porini akala majani. Sikiliza, wewe mwenye nafasi fulani, mwenye viwango fulani, mwenye picha fulani, mwenye elimu fulani, mwenye wazifa fulani, mwenye taaluma fulani, wewe mwenye utumishi fulani, umekuwa mtumishi mkubwa, umekuwa muombezi mkubwa, umekuwa mhubiri mkubwa, umekuwa mwinjilisti mkubwa. Hiyo neema aliyokupa Bwana ya kuwa mhubiri mkubwa, ya kuwa na nafasi hiyo, isiwe sababu ya kudharau wengine. Uwe na sababu ya kuwasaidia wengine, kwa sababu kawaida ya neema huwa inaondolewa. Kawaida ya zawadi huwa inatolewa. Kwa kawaida ya kipawa huwa kinahamishwa. Mungu akiweka kipawa kwako ni kwa sababu ya watu wengine, sio kwa sababu yako. Mungu akikuita sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya wengine. Mungu akiweka kitu kwako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya wengine. So please, hakikisha unaheshimu watu. Naongea na maaskofu, naongea na wachungaji, naongea wanaoinjilisti, naongea na mitume, naongea na manabii.
wote kwa pamoja tufanye kazi ya injili, tuhubiri watu wakoke, tuonyeshe true love, to show love na watu, tuhakikishe upendo wa Kristo tunaambukiza kwa watu. Fanya kitu ili Kristo aendelee kuiacha neema kwako. Bwana anaweza akaondoa kinara, ukabaki na jina lakini una Mungu. Una faida gani kuwa una jina tu la kwamba ni mchungaji lakini una Mungu? Utapata faida gani kuwa mtume lakini una Mungu? Mwisho wa siku jana, Mungu akubariki sana. Wewe ambaye hujatendewa, Mungu atakutendea, atakukumbuka. Kama Mungu alimkumbuka Sara, kama Mungu alimkumbuka Hana, kama Mungu alimkumbuka Nuhu kwenye safina akamuondoa, kama Mungu alimchagua Nuhu akampa nafasi ya kuokoka kwenye lile gharika, Mungu anaweza akafanya. Kama Mungu alitembea kwa mguu akaenda akamuondoa Lutu na familia yake, nina uhakika na wewe atafanya. Nina uhakika na Mungu nilamtumikia kwamba hajawahi kushindwa na hawezi kushindwa. Yeye ni mshindi tu, miaka yote ni mshindi. Ninakualika sana uendelee kufuatilia ukurasa wangu. Usiku na mchana nitasema, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta nihubiri ulimwengu habari ya ondoleo la dhambi. Kazi niliyopewa ni kuhubiri dhambi, kuhubiri ondoleo la dhambi. Narudi kwenye msalaba. Yesu alikuja kuhubiri toba, ondoleo la dhambi. Alisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana alisemaje? Alisema tubuni na kuiamini injili. Leo wewe mchungaji unahubiri nini? Unahubiri nini? Kanisani kwako unahubiri nini? Badilisha mtindo wa mahubiri. Otherwise, Mungu ataondoa kinara. God bless you. Nakupenda sana. Karibu sana. Tupo Feel Free Church Kibaha. Feel Free Church Kibaha. Karibu sana. Mungu akubariki. Mawasiliano yangu 06 19 87 94 95. Piga, tuma message, unaweza tukawasiliana kwa karibu. Lakini unaweza kachangia huduma hii kwa lipa namba ambayo ni 65 92 26 61. Hii ni Airtel lipa namba Airtel Tanzania. Unaweza ukachangia chochote na hii kazi ya Mungu ikaendelea mbele. Lakini pia nina namba ambazo unaweza ukachangia, nitaziweka hapo, utaziona hapa zikiwa zinapita. Hizo namba utaweza kuchangia na kazi ya Mungu itaendelea mbele. God bless you. God bless you. God bless you. Na kuheshimu na kuombea Mungu akutunze. Amen.